akakusimamisha akaona unafaa katika machoni pake. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe usiposimama hapo mshuhudia Mungu, sijui utashuhudia mtu gani. Bwana asifiwe. Usifanyie Mungu haya wakati wa kusimama hapo na kumshuhudia, kwa sababu ni mengi Mungu anatendea watu. Kwa unaona na kuamka si jambo la kawaida. Hata kutoka kwako kukuja na kuingia mahali hapa si jambo la kawaida. Ni Mungu amekaramika katika maisha yako, lakini wewe ndio ulijui. Bwana asifiwe. Maana wengine walitoka kwa nyumba wakapatana na ajali, lakini wewe Mungu amekuongoza hadi umefika mahali hapa, lakini unakosa kushuhudia. Bwana asifiwe. Hapo mjuu kama mambo mengine yale mnaona tu kwa macho haifai, hiyo ndio mambo ambayo tunahitaji kushuhudia Mungu katika maisha yetu. Tusinyamaze kupaza sauti mbele za Bwana. Tuwe na sababu ya kushukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa libaya na mazuri tushukuru Mungu. Maana Biblia ikasema kwamba binadamu sisi mara nyingi tumeishi, ama nyinyi tumeishi mara nyingi kushukuru Mungu kwa matendo tu mazuri ambayo anatufanyia ndio tunasimama kushukuru. Hapana. Hiyo si sababu ya kushukuru Mungu. Neno la Mungu linasema wakati hata tunapopatana na mabaya, hiyo ndio wakati wa kusimama na kusema wewe ni Mungu, na wakati wa kusimama na kutangaza matendo ya Mungu katika maisha yetu. Si ati Mungu akikubariki ndio kuja mahali hapo sema Bwana asifiwe, Mungu amenibariki na gari, Mungu amenisaidia nimebarikiwa sijui na mali. Hiyo si sababu. Tushukuru Mungu kwa mazuri na mabaya. Wakati tunanung'unika, wakati mwingi unajua tumeishi kwa watu wa kunung'unika. Tunapopatana na changamoto tunanung'unika, lakini wakati tunanung'unika hati tunamkosea Mungu. Bwana asifiwe. Hati tuishi kushukuru Mungu kwa mabaya na mazuri yote. Mungu anataka tumshukuru hata kama hatuna kazi kama mimi. Shukuru Mungu kwa sababu mwenyewe anajua maisha yako. Alipokuumba na kukuweka dunia alikuwa na lengo na makusudi. Anajua kwamba hakuna yeyote aliye hapa duniani kwa sababu ya ajali. Sisi wote ni kazi ya Mungu. Na Mungu ametuumba ili tumwabudu katika roho na haki. Unapokuja mahali hapo usipapaze neno la Mungu. Ama ukienda kwa mlima usipapaze kwa maombi. Ingia kwa maombi kana kwa siku nyingine au utaiomba tena. Bwana asifiwe. Kumbuka wengine na kuweka kwenye mikono ya Mungu. Maana Mungu amekuweka mahali hapa ni kwa ajili ya kusimama na watu wengine. Bwana asifiwe. Hata maadui tuombe. Maana ukisoma katika Mathayo 5:44 inasema tuombe maadui zetu. Maana wakati Mungu anapotubariki ama wakati Mungu amachilia baraka zetu wakajionea kwa macho. Unajua wakati mwingine tulikuwa tunaombeanga maadui zetu tunasema wakumbe, kumbe tulikuwa tunafanya wrong. Bwana asifiwe. Mimi juzi ndio nimejua neno la Mungu linasema kwamba tuombe maadui zetu. Mimi wangu sitaki waishi. Ati tuombe ili wakati tunabarikiwa wajione kwa macho. Maana ninajua kuna wengi wametukatisha tamaa. Wengi wamesema hautainuka katika maisha yako. Wengi wamesema hautaifanikiwa kazini. Wengi wamesema kwamba utaishi tu maisha ya kuteseka. Lakini siku ya leo nimekupatia siri. Ama ndio wanapofuatilia maisha yako na kukutegea mitego kila wakati. Usiende kwa magoti ukaambie Mungu kwamba maadui wote ninawakabidhi mikononi mwako Baba. Maana neno lako limesema tuombe maadui zetu ili wakati tunaishi tunapobarikiwa wakajionea kwa macho. Kwa hiyo sema kanisa la Jerusalem litaendelea. Litaendelea by force by fire. Wakati wakubali hata waende kwa waganga waombe na vichwa wainame kila kona zote. Lazima kama Mungu alipanga tutaabudu Mungu wa Israeli. Bali hapa tutamwabudu katika jina la Yesu. Haijalishi waganga wanapanga nini siku ya leo. Haijalishi watu wanaona Jerusalem watu ni wachache kiwango gani. Lakini tunaangalia Mungu aliye mahali hapa kwa sababu ni Mungu wa kipekee. Ni Mungu anayetenda mambo kwa njia ya ajabu. Usisimame kuangalia binadamu. Usiangalie uchache wa watu ukasema leo sioni fulani. Wewe utakuja mahali hapa ni kwa sababu ya fulani. Wewe umetoka kwako ukiwa na mahitaji yako mwenyewe. Umekuja hapa mahali hapa ili uambie Mungu matatizo yako mpendwa. Utakuja kuchunguza fulani leo akuingia. Yeye amekosa kuingia na sababu zake. Kama leo Mungu angesema ati ni wakati wa kukuja kunyakua kanisa ama kunyakua watu wake, wengi wangekosa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati mvua ilikuwa inanyesha na baridi, hapo ndio watu wengi walikuwa wamejikunja kwa mablanketi. Hadi mtu anapoinuka akiangalia hivi nje anarudi kwa blanketi. Sasa shetani anamwambia wewe lala tu. Unaona nje vile iko? Hii uwezo unatoka unaenda wapi? Lakini wanasema wenye imani ndio watakao itega ufalme wa mbinguni. Siana pasa, lakini wakati ya kufika Jumapili watu wanakuwa na visababu mingi sana. Hiyo visababu ndio zinatufungia maisha yetu. Mimi niliambia Mungu hata kama kutanyesha kuanzia saa hizi mpaka jioni kanisani nitaingia.
Sitaangalia mvua inanyesha kiwango gani. Maybe Mungu analeta mvua kupima wenye imani, aone wenye imani waliojitokeza kumwabudu katika roho na haki. Lakini hauwezi ukajua. Bwana asifiwe. Wakati mwingine Mungu anafanya vitu ili aone kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Utarudi nyuma ama utaangalia hali ya mvua au utaangalia matope, utatoka kana kuwa uone ili uende ukamwabudu katika roho na haki. Bwana asifiwe. Nataka kuwatia moyo siku ya leo ni kwamba Mungu aliyekukumba na kuweka hapa duniani, yeye peke yake ana neno la mwisho katika maisha yako. Usiangalie binadamu anasema nini juu yako. Wala usiangalie jirani yako anakusema vipi. Usiangalie anapoenda kwa waganga usiku na mchana. Piga chini magoti, waambie Mungu, wewe umeinuliwa juu waganga na wachawi. Hawana uwezo juu yetu, ni wewe una uwezo juu yetu Baba. Na wakati uliniumba ukasema umenipa uwezo na mamlaka ya kupomoa na kufuta na kupomoa yote. Nasema kila silaha za shetani leo ninazipomoa zote katika jina la Yesu. Unapofanya hivyo utasimama kwa mshindi ndani ya Yesu. Wakati mwingi tumekata tamaa. Hatuishi kujielewa sisi ni nani. Mungu amekuita wewe ili ukamtumikie Bwana. Mungu amekuita kwa hii nafasi ili usimame ukakumbuka wengine. Ukawatia nguvu katika maisha yao. Bwana asifiwe. Unaposoma katika mstari wa 3 unasema naam. Waku tena ubadili amekwenda katika njia zake. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema wakutenda ubadili, wameenda katika njia za Bwana. Na hiyo ndio Mungu kazi yake, anahitaji tutembee katika njia zake. Hivyo ndio Mungu anahitaji tutembee katika utakatifu. Hata mwili ambao Mungu amekupatia yote ni mali yake. Wakati unaona mwili wako unakushindana na moyo, ambia mwili nyamaza katika jina la Yesu, ninakuamurisha. Nataka Roho Mtakatifu awe juu yangu. Maana wakati mwingi roho na mwili vinapishana, ni vitu vingine vinapishana zaidi. Yaani moyo unataka, mwili hutaki. Roho Mungu anakunena lakini mwili inakusukuma na kukuweka kwenye mashida na kukuingiza kwa dhambi. Na mjue mwili uko na udhaifu mwingi, lakini wakati mwingi tusisikize mwili. Lazima tumkate shetani na vita vyake. Lazima tukatane na kila maroho zinazoshindana na mwili. Atuambia Mungu, Roho Mungu azidi kututawala katika maisha yetu. Hata kwa kazi ambia Mungu, Roho Mungu akakutawale. Kama wakati mwingine unaonelewa bila sababu, ambia Mungu akakupe kibali kazini kwako. Hata katika maisha yako ama katika miti ambazo tunakaa, hata Mungu akatupe kibali wapendwa. Mungu anapotupatia kibali tutakuwa baraka kwa wengine. Acha tuwe baraka kwa majirani, kwa maadui zetu. Wote wale waliosema hatutainuka na tutamtumikia Mungu. Maana kuna watu mahali tamanio lao ni kwamba watushushe turudi nyuma wao waonekane. Lakini kama kweli Mungu aliyetuita hawezi ruhusu siku hata moja. Lazima kazi ya Mungu isonge mbele. Bwana asifiwe. Tusiishi kukata tamaa kwa sababu Mungu ako upande wetu usiku na mchana. Anatupigania mambo makubwa. Anatulinda, anatuepusha na ajali, ametuepusha na mauti. Ametupigania vita ambazo wewe mwenyewe ukiangalia kwa kweli hungeweza kupigana. Lakini leo nashangaa kuna mtu amerudi nyuma lengo na makusudi. Fulani yako mahali hapa alimkwasa. Ameamua kuacha kanisa ni kwa sababu ya fulani. Fulani atakupeleka wapi? Hakuna mbingu. Hiyo fulani ana mbingu ya kukupeleka. Njoo unapoteza muda wako. Bali hapo tunaingia ni kwa sababu ya kumwabudu Mungu wa halisi. Bali hapo tunakuja kutafuta Mungu wa kipekee. Hiyo fulani anayefanya urudi nyuma ni wewe mwenyewe utakuwa umekubali kurudi nyuma. Lakini hutakuwa na sababu ya kusema siendi kanisani ni kwa ajili ya mtu fulani. Maana uliitwa peke yako au kuitwa na fulani. Nani ambaye anakupotezea muda? Piga atake arudi nyuma na usonge mbele na kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Usikubali mwanadamu akurudishe nyuma katika wokovu wako. Usikubali. Unapisha ongea shetani nipishe. Ili nisonge mbele na kazi ya Mungu. Marafiki ambao si sawa katika maisha yako ambia Mungu akuondolee. Maana kuna marafiki wengine hata wanafanya unapoungana na wao hata waweze sikia sauti ya Mungu inanena nini katika maisha yako. Lazima ukatane na wao. Ili Mungu apate kukutumikia katika maisha yako. Bwana asifiwe. Hata mahali pengine nikaona nasikia wanasema hata katika mahali ambazo tumerendisha kuna hata miji zingine ni watu ambao wanaabudu miungu. Kupitia hizo miji wakati mwingine zinafanya hata Mungu Mungu asinene na sisi. Wakati mwingine
anasema tunapoenda kurendisha mahali nyumba, hiyo nyumba iweke wakifu kwa mikono ya Mungu. Itakaza ndio waingie. Maana hatujui Nairobi hapa watu wengi wanafanya nini katika miji zao. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tutangulishe Mungu hao wa kwanza katika maisha yetu, kwa sababu yeye ndio kiongozi baina ya maisha yetu. Na kama yeye ni kiongozi, hata kubali tushinda wala tuaibike, maana kila wakati tunamkimbilia kwa sababu ametuumba tumwabudu katika roho na haki. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu amenipigania. Lote ambalo mmesikia wacha mkabarikiwe nalo.